Bwana Yesu asifiwe. Nimekuwa nikitafakari leo kwa habari moja kwenye Biblia kwa habari ya wakoma wanne. Wale wakoma wana kitu cha kutufundisha kwa habari ya kufanya maamuzi, na tunayaita maamuzi ya kujilipua, kwa sababu hawa ndugu walikuwa wametengwa kwenye jamii, wako nje kabisa, kwa sababu kwa taratibu za jamii yao walikuwa hawaruhusiwi kuchangamana na watu, kwa wako nje. Sasa wako kwenye mazingira ambayo sasa wana njaa, wako ni hali ya dhiki, wana njaa, wanahitaji kula, kiasi kwamba wanakiona kifo kwa sababu ya njaa mbele yao. Lakini jirani kuna kambi ya maadui zao ambayo kuna utele, lakini wasiwasi ni wataingiaje kule, kwa sababu wakienda kule watauliwa. Kwa hiyo wakaangalia, tukikaa hapa tutakufa, tukienda kule tutakufa, sasa tufanye nini? Mungu wa ajabu wakaamua kufanya maamuzi ambayo ni ya thamani sana. Wakasema kuliko kufia hapa, bora tufie njiani, au bora tufie mikononi mwao, kwamba inawezekana wakati mwingine hata wakatusamehe wakatuacha na ikawa pona yetu. Walipofanya zile hatua, wakaanza kwenda sasa kukabili kule kwa Washami. Wamefika kule wakakuta lango la mji liko wazi, wakakuta hakuna mtu hata mmoja kule. Wakaanza kushangaa ni nini kimetokea. Kumbe mtu mmoja akapatikana, akaambia watu wamekimbia kwa sababu vilisikika vishindo kama vya magari mengi yakielekea nchi ya kiasi kwamba wakahisi Wayahudi au Waisraeli wamekodi wafalme wengine wa Gilgali na wengineo kwaje kwenda kuwashambulia Washami, wakakimbia kwaje kuponya usalama maisha yao. Kumbe wasijue walipochukua hatua yao ya kwanza, hatua ya pili ilikuja pamoja na muujiza. Mungu akaanza kushughulika kwaje kuandalia mazingira kupokea muujiza wao. Wanafika kule tayari kila kitu kiko tayari. Walifikiri wanaenda kwa ajili ya chakula tu cha wao wanne, kumbe wameenda na Mungu kupitia hatua zao akatengeneza ushindi, sio tu wa watu wanne, bali kwa taifa zima lote la Israeli. Wanapofika pale sema sasa, hatuwezi kwenda kufurahia hizi habari njema pekee yetu. Wakaenda kumwambia mfalme, wakaja akateka nyara vitu vyote vile. Kumbe maamuzi yetu ni ya muhimu sana. Maamuzi yetu yanaonyesha pia kiwango chetu cha imani kwa Mungu. Kuna nyakati Mungu anatusubiri tufanye maamuzi, tuchukue hatua ya kwanza, kutokea hapo tuone muujiza. Miujiza, wengi tumekaa kwenye mazingira kulalamika na hatupokei miujiza na miponyo ya Mungu kwa sababu tumekaa. Wakati Mungu anatutaka tuchukue hatua. Rafiki yangu mmoja anapenda kusema Mungu anatembea na wanaotembea. Wanaokaa sio rahisi kumuona Mungu, lakini ukitembea utamuona Mungu katika safari. Ndio maana Biblia inasema kwenye Yakobo ile kwamba imani inaonekana kwenye matendo. Nionyeshe mtu mwenye imani, nitakuonesha mtu mwenye imani yake katika matendo. Kwa hiyo maamuzi yetu ni muhimu sana. Kwa nini? Kwa sababu sisi ni wanufaika wa kwanza wa maamuzi tunayofanya, lakini sisi ndio watu wa kwanza tunapata hasara kwa maamuzi tunayofanya. Kwa kumbe tunapofanya maamuzi tuna uhakika na matokeo. Kwa hata kutokufanya maamuzi ni kufanya maamuzi ambao utapokea matokeo ya kutofanya maamuzi. Watu wengi tunaogopa kufanya maamuzi, na kwa bahati mbaya tumejikuta muda wa kufanya maamuzi tunatafuta sababu, na mara nyingi tunatafuta watu wa kulaumu. Tunamlaumu baba, tunalaumu wazazi, tunalaumu serikali, tunalaumu majirani, ili mradi tu upate kisingizio cha kutofanya maamuzi. Lakini light ungefanya maamuzi, kuna muujiza mkubwa sana ungetokea. Hiyo biashara ambayo kila siku umekuwa ukifikiria na kuiandika tu, uchukue hatua ya kwanza, Mungu anakusubiri uchukue hatua ya kwanza, halafu akushangaze kwenye hatua ya pili na ya tatu, kwa sababu muujiza wako upo siku utakapoamua kufanya hayo maamuzi na kutoka kwenye hako kaeneo ambako umejibana kwa kuogopa watu watakuchukuliaje, watu watakuonaje. Mungu anakutaka uchukue hatua. Fanya maamuzi leo na utauona muujiza wa Bwana. Muujiza wa Bwana upo kwa wanaofanya maamuzi. Anza leo, dhamiria leo kufanya hayo maamuzi ambayo inawezekana umekaa nayo muda mrefu na unaogopa kufanya maamuzi. Mungu anakuita katika jina la Yesu, fanya hayo maamuzi leo na utauona muujiza wake katika hatua ya pili. Mungu anakusubiri upige hatua ya kwanza, akushangaze katika hatua ya pili, katika jina la Yesu. Amen.